Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Yusufu Yeremia Mwegaga. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe. Mungu wetu mwenye enzi, Mungu wetu mwenye uweza, hatuna mwingine Mungu aliye kama wewe. Tunalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya muda huu Bwana, kwa ajili ya kutupa nafasi ili kujia kusema neno lako. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Jina lako mwaminifu lihimidiwe, litukuzwe Adonai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninajidhiri kwako. Sikizisha juu ya mtumishi anayesikiliza juu ya Tunduma FM na anayenitazama kwenye Ebeneza TV, na kuhitaji Roho Mtakatifu jidhihirishe mwaminifu katikati yake, ili Bwana wa majeshi mtakatifu liweze kujenga kitu cha kwako, ili aweze kuya sawa sawa na jinsi ambavyo Baba umemkusudia. Pokea sifa, matukuzo, heshima na adhama ni kwako uliye mwema, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi tena ya kuja Tunduma FM. Ni baraka za Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mwalimu. Kichwa cha somo kwa siku ya leo, amani, furaha ndiyo maisha ya mwanadamu yanayotakiwa kuishi. Kichwa cha somo, amani, furaha ndiyo maisha ya mwanadamu yanayotakiwa kuishi. Kibiblia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati ya jambo gumu katikati ya maisha ya mwanadamu ni kupoteza furaha, ni kupoteza amani, kwa sababu jinsi ambavyo tulivyo umbiwa, ama tulivyo finyongwa, ama jinsi ambavyo Mungu ametukusudia kuishi, ni kuona mwanadamu yote anakuwa na furaha, lakini pia na amani. Ndio kusudi lake Mungu. Amen. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinaweza kikatokea si kitu cha Mungu, lakini kitu cha adui ambacho ni cha shetani. Amen. Lakini lengo la Mungu ni kuona mwanadamu yoyote, ni kuona akiishi kwa furaha, akiishi kwa amani, akiishi vile ambavyo ndivyo alivyoundiwa mwanadamu. Kwa hiyo nje ya hapo ni kwamba uwe na uhakika si kitu hicho ambacho Mungu anataka kwa mwanadamu. Amen. Iwe unamjua Mungu kwa sababu wewe ni mfano wa Mungu, iwe haumjui Mungu kwa sababu wewe ni mfano wa Mungu, iwe umeokoka, iwe hujaokoka, wewe ni mfano wa Mungu. Kwa hiyo kwa mazingira ya Mungu jinsi anavyotakiwa uishi, anataka mwanadamu aishi kwa matokeo ya amani na furaha ndani yake. Ndiyo maana tutashuka kwenye maandiko kadha wa kadha ili uweze kujua namna ambavyo ilivyo kwa waliotutangulia, hasa kwenye maandiko matakatifu juu ya neno la Mungu. Mwanzo 4 ule mstari wa 6. Mwanzo 4 ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? 7. Kama ukitenda vyema hutapata kibali, na usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inatamani wewe, walakini ya kupasa ushinde. Ule mstari wa 9. Bwana Mungu akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Sijui mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Mungu anamuuliza Adamu. Mungu anamuuliza mtoto wa Adamu ambaye ni Kaini. Ndo kizazi kimetoka Adamu, alafu ndo anakuja wakina Kaini na Habili.
wakati walikuwa naishi kwenye maisha ya furaha ndani ya bustani ya Edeni, lakini ghafla kukosa furaha na amani kukakosekana juu ya hao watu. Wakati kumekosekana, ndipo Mungu anamuuliza Bwana Mungu akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini? Ndani ya Kaini Mungu aliona ina maana amepoteza furaha na amepoteza amani. Ndipo Mungu anamuuliza Kaini, kwa Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa nini? Kwa sababu ndani ya moyo wa Kaini ulikuwa hauna furaha na ulikuwa hauna amani. Ndiyo maana akaulizwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anamuuliza Kaini, kwa sababu sio maisha haya ambayo mimi ninakupa, si maisha haya ambayo mimi niliwakusudia muishi. Kwa hiyo anamuuliza, kwa nini una ghadhabu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa nyingine anasema, kwa nini una hasira? Au kwa nini una shida? Kwa nini umetoka kwenye furaha ambayo mimi nilikuandalia Kaini, ambayo nilikuandalia wewe Kaini? Kwa hiyo unagundua sasa Kaini anajibu, na ana majibu ambayo Mungu anamwambia, ukitenda vyema utapata kibali, lakini usipotenda vyema, ina maana dhambi ipo, inakuotea, iko malangoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati anamwambia dhambi ipo, kwa nini? Kwa sababu ukishaona ndani yako kuna furaha inaondoka na amani inaondoka, ina maana uwe na uhakika kuna kitu kingine ambacho, kuna maisha mengine yanayotaka kuingia ndani yako, ambayo si mazuri, ambayo ni ya kukosa furaha na amani. Kwa hiyo akamwambia ni kwamba kama ukitenda vyema ni kwamba unaweza ukapika, lakini usipotenda vyema dhambi ipo, alafu inakuotea, iko mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukicheki 9, ule mstari wa 9 inasema, Bwana Mungu akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Na yeye Mungu anamuuliza kwa sababu tayari alianza kumuuliza mapema, na tayari alianza kumtahadharisha mapema kwamba huko tunakokwenda ninagundua Kaini kuna furaha fulani au kuna amani fulani ambayo sioni kwako. Kwa hiyo kama sioni kwako, ni kwamba anajaribu kuizuia kwamba au utatubu au utaona namna ambavyo unahitaji kutengeneza na Mungu. Kwa hiyo anamwambia kuna dhambi ipo mlangoni, tena inakuotea. Ndipo ule mstari wa 9 anajieleza wazi, anamwambia yuko wapi ndugu yako? Cheki majibu Kaini anayomjibu Mungu. Anamwambia Mungu, mimi sio mlinzi wa mdogo wangu, mimi sio mlinzi. Kwa hiyo anajibu kwa Mungu jeuri, anajibu kwa Mungu kwa kiburi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake, ina maana kilichoondoka kwa Kaini ni kwamba ni ile furaha. Kilichoondoka kwa Kaini ni ile amani ambayo neno la Mungu linaeleza kwenye maandiko, linasema amani ni kupayo, ni amani ipitayo amani yote, ni amani ipitayo amani ya dunia. Kwa hiyo kama Mungu anasema ni kupayo amani, ni amani ipitayo amani yote. Kwa hiyo ukigundua ndani yako, ina maana hakuna amani au hakuna furaha, ina maana uwe na uhakika kuna matokeo ya adui anachoingiza kwako ambacho hakiwezi kukuletea amani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa na magari, unaweza ukawa na mke wako mzuri, unaweza ukawa vile ambavyo unaishi maisha yako mazuri, lakini ukikosa amani na furaha inaleta matokeo ambayo sio. Kwa hiyo ile kuwa na pesa haimaanishi una amani au una furaha. Kwa hiyo unaweza ukawa na pesa lakini ukawa huna furaha wala huna amani. Kwa hiyo pesa hainunui amani, wala pesa hainunui furaha.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukicheki namna hiyo, unahitaji kufahamu namna ambavyo ilivyo, na ndio maana mwingine unajaribu kuona saa nyingine hakuwa na kitu lakini hakuwa na amani, lakini ghafla amepata fedha, ghafla amepata amani, imetoweka. Kwa nini? Kwa sababu kuna maisha mengine ambayo yanaingiziwa nje ya mfumo wa amani ambao Mungu ametukusudia, na Mungu ametukusudia sisi wanadamu tuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unajaribu kucheki namna gani hiki kinachotokea. Mwingine amani kwenye ndoa haipo, Mungu anakutahadharisha. Mwingine furaha kwenye ndoa haipo. Saa nyingine uelewi hata namna ambavyo unafanyeje, kwa sababu amani imetoweka. Kwa hiyo amani, nimesema, ni kitu ambacho hakitegemei unaenda kanisani, hakitegemei unasali, hakitegemei namna ambavyo ulivyo, lakini amani najaribu kukupa kile ambacho mwanadamu yoyote aliyeumbwa na Mungu, mwanadamu yoyote aliyezaliwa na mwanamke, ni kwamba kuna amani na furaha ambayo anahitaji kuikuta. Lakini bila hivyo ni kwamba maisha ni mengine ambayo yanaweza yasimpe namna ambavyo anahitaji kutembea, kwa sababu ni kitu peke yake ambacho kinaweza. Mwingine umewafikiri, mwingine unakuta ana magari, ana nyumba, lakini wanasema amejinyonga. Umewafikiri yule Yuda alikuwa ni mtunza fedha, alikuwa ni mtunza sadaka za Yesu alivyokuwa anazunguka, lakini ghafla Yuda akakosa amani. Wote wakina Petro, wote wakina Yohana, wote wanafunzi wa Yesu, wote walikuwa wanamwangalia yeye, maana yeye ndiye aliyekuwa ana uwezo, yeye ndo anayetunza fedha. Lakini ghafla amani katoweka kwake na furaha ikatoweka kwake. Kwa nini? Kuna maisha mengine yakaingia ndani yake ambayo hawezi kuona furaha ambayo Mungu alimuumbia. Kwa hiyo namna hiyo unahitaji kufahamu sana, wewe msikilizaji wangu wa Tunduma FM na wewe mtazamaji wangu wa Ebenezer TV. Hakuna kitu ambacho ukipoteza ndani yako ni kitu hatari kwenye maisha yako. Ni amani na furaha ambayo Mungu anaachilia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine ni watoto, hawezi kuwa na furaha. Kwa nini? Kwa sababu namna ambavyo ilivyojengwa, kwa sababu mfumo wa adui ameingiza mfumo ambao unachukizana, ni kuchukizana tu. Kwa nini? Kwa sababu hata we mwenyewe hujui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini cheki Mwanzo 3 ule mstari wa 6. Mwanzo 3 ule mstari wa 6, nitasoma ule pale mwishoni. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa uchi, wakachonga majani ya mitini, wakajifanyia nguo. Kisha 8, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembelea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustanini, Bwana Mungu asiwaone. 9, Bwana Mungu akamuuliza Adamu, akamwambia, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umewahi fikiri wewe ni mtoto wa Mungu? Adamu alikuwa na furaha zake na mke wake, lakini akaja adui akaweka uongo wake pale, akamwambia Mungu amemwambia asile hili tunda la huu mti, na akamweleza, na akamwambia shetani ambaye alitumia nyoka, na akamwambia kwamba Mungu ni kwamba ukila haya matunda, ni kwamba huyu mti, ukila matunda ya mti huu, kuna kitu ambacho utafumbuliwa macho. Shetani hakusema uongo, kwamba utafunguliwa macho, na ni kweli alivyokula na akafunguliwa macho, na ghafla kwa sababu akabadilishiwa maisha,
ambayo si yale ambayo Adamu alizoea kuishi na mke wake. Na mke akamwambia juu ya matunda, akamwambia mimi nimekula na hakuna kilichotokea. Kwa nini? Kwa sababu maisha yaliyoingia kwa Adamu na mke wake yakawa ni maisha ambayo ndani yake hayana furaha. Kwa hiyo akamwambia namna ambavyo anahitaji kujua maana yake nini juu ya hiki kilichotokea. Na akamwambia akaona sasa hapa cha kufanya, anahitaji kumpa na mume wake, na akampa mume wake yale matunda aliyochuma, na mume wake akala. Walivyokula walijishangaa wote wako uchi. Kwa nini? Kabla hawajala walikuwa hawajajitambua kama wako uchi. Ghafla hofu, ghafla furaha ikatoka kwa Adamu na mke wake. Ghafla wakaanza kukimbia, wanakimbia wakajificha kwenye miti ya bustanini, wakawa wanajificha. Ndipo ghafla anaanza kubeba, wanaanza kukata miti, kukata majani na kuanza kuvaa. Kwa nini? Kwa sababu ghafla furaha imeondoka, ghafla amani imeondoka. Ghafla hawaelewi chochote namna ambavyo wanaweza kwenda. Kwa nini? Kwa sababu furaha ambayo Mungu aliwaundia imeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama imeondoka, ni kwamba ndani yao hawajui hata namna kwamba wanafanyeje, maana furaha imeondoka na amani imeondoka. Kwa hiyo kile ambacho wanahitaji, ndipo Mungu anafika anawaambia, Adamu uko wapi? Si kwamba Mungu alikuwa hawaoni, lakini alikuwa anamuuliza kwenye nafasi niliyokuacha ya furaha, kwenye nafasi niliyokuacha ya amani, akamuuliza Adamu uko wapi? Adamu, unaona ukishuka hapo, unaona Adamu akijibu. Unaweza kusoma sura ya 3 yote, unaona Adamu jinsi ambavyo anavyojibu na kumpa lawama mke, akimwambia ni huyu uliyenipa. Kwa nini? Kwa sababu wameondoa maisha ya furaha ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wameondoa maisha ya furaha ndani yao, kwa hiyo hawawezi kuwa na furaha tena, hawawezi kuwa na matokeo mengine. Unagundua na maana mpaka hapo kitu kilichotokea ni kwamba Adamu alifukuzwa kwenye bustani ya Edeni, lakini nyoka libaki. Adamu na mke wake walifukuzwa kwenye bustani ya Edeni, alafu nyoka libaki. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Ametoka kwenye maisha yale ambayo Mungu alimwandalia. Umefikiri ndani yako jinsi ambavyo Adamu anavyojikanyaga hapa, wakafunguliwa macho, wakaona mazingira yani sio, na amekubali kula matunda, na wamekula matunda, vitu vimebadilika, lakini fulani ndani yao wamekula haipo. Umefikiri Mungu anakuambia namna ambavyo ulivyo, msikilizaji wangu wa Tunduma FM na mtazamaji wangu wa Ebeneza TV, kuna vitu anaweza kawa na kukataza, alafu ghafla hutaki, unataka kutimize kile unachofikiri, alafu ukitimiza kile unachofikiri unakosa amani. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako ni kwamba Mungu anatafuta kile ambacho ulichonacho. Kwa hiyo kama anatafuta kile alichokiumba kwako ambacho ni amani na furaha, ghafla hutaki. Kwa hiyo najishangaa mtu akiishi maisha ya hofu. Furaha ina matokeo mazuri sana. Furaha itakufanya usizeke, amani itakufanya usizeke. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya furaha kumejaa kila kitu. Ndani ya furaha kumejaa chakula, ndani ya furaha kumejaa neno la Mungu, ndani ya furaha kumejaa vitu vizuri. Lakini nje ya furaha ni kwamba ndani yako imejaa kitu ambacho wakinabili walikuwa nakimbia. Kwa nini? Anasema mimi sio mlinzi wa mke wa mdogo wangu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo anamwambia Mungu, anamuuliza Mungu, mimi sio mlinzi. Anamjibu Mungu, mimi sio mlinzi wa mtu. Lakini mbele unashangaa yule anamchukua, anamwambia twende uwandani, alafu Abili, Kaini anamuua ndugu yake. Kwa nini? Kwa sababu walimtahadharisha kwamba kuna kitu hicho unachotaka kufanya sio chema. Umefikiri Mungu amekutahadharisha vitu vingapi, alafu toka umefanya hivyo vitu, ghafla amani imepotea, alafu wewe unaona ni jambo la kawaida. Kwa sababu ukipoteza kitu cha furaha na amani ndani yako, uwe na uhakika huwezi kufika mbali.
Wengine kwenye kupoteza hicho wamepata magonjwa. Wengine kwenye kupoteza hicho unakuta mpaka saizi wanaumwa. Kwa nini? Kwa sababu walipoteza amani na furaha. Kwa nini? Kwa sababu ni muhimu kuwa na amani na furaha ndani ya mwanadamu, kwa sababu ndicho tulichoumbiwa. Kitu kinachotokea kingine, ina maana ni kwamba hakikuletei matokeo sahihi, kwa sababu kinataka kiharibu furaha na amani ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukicheki Yeremia 17 ule mstari wa 9. Yeremia 17 ule mstari wa 9. Cheki kitu kinachotokea. Neno la Mungu linasema, moyo huwa mdanganyifu katika vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua moyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati ya kitu ambacho unahitaji kujua ndani yako na kukiombea ni moyo. Moyo una kitu ambacho kinaweza kukupoteza kwenye amani. Na ndio maana mwingine unajishangaa amekosa amani, moyo naenda mbio. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake moyo haujazoea kubeba kile kitu ambacho unataka kukibebesha. Kwa hiyo moyo naenda mbio, unakuta watu wanamkimbiza mtu mpaka hospitalini. Kwa nini? Kwa sababu moyo umepata shida, unaenda mbio. Kwa nini? Umeingiziwa kitu ambacho sio cha furaha, umeingiziwa kitu ambacho si chema kwake. Kwa hiyo inajaribu kukimbia haraka. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake umepoteza amani na furaha. Kwa hiyo ukipoteza amani na furaha ndani yako, na maana ni kwamba moyo unasema mimi siko tayari kubeba vitu vizito. Kwa hiyo ukiubebesha moyo vitu vizito, unasema una ugonjwa wa kufisha. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako unataka ubebe amani, unataka ubebe furaha. Ghafla unaubebesha kitu ambacho kinafisha moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hauna namna ambavyo unahitaji kujua, wewe msikilizaji wangu wa Tunduma FM na mtazamaji wangu wa Ebeneza TV, unahitaji kufahamu maana yake nini juu ya moyo. Na ndio maana kwenye Biblia inasema linda sana moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu moyo una kila chochote ambacho kinahitaji kubeba, kwa sababu ni kama injini. Kwa hiyo kama ni injini, kwa hiyo inatafuta network namna ambavyo inahitaji kuishi, na dawa yake ni kwenye moyo, ni furaha na amani. Lakini ghafla kukosa amani na furaha, ni kwamba kwenye moyo hakuwezi kwenda sawa. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe uliumbiwa moyo kwa ajili ya furaha. Na ndio maana mwingine wanamwambia kama kuna jambo nzito hawamwambii, wanamwambia tusimwambie. Kwa nini? Kwa sababu moyo tashituka. Wakimwambia wamemshitua, unakuta tayari anapoteza maisha au anazimia. Kwa nini? Kwa sababu moyo haujazoea kubeba kitu kizito. Ule ni moyo haujazoea. Kwa hiyo watu watamwambia, bwana inatakiwa uje, labda huyu anaumwa ndugu yake, wanamwambia anaumwa. Kwa nini? Kwa sababu wanajua tu wakimwambia tutapoteza watu wawili. Kwa nini? Kwa sababu moyo haujazoea kubeba kitu kizito. Umezoea kubeba furaha na amani. Kwa hiyo ukiutisha kitu kizito, ni kwamba haikupi matokeo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Umefikiri uko kwenye ndoa, hujawahi pata furaha na amani, adui amevuruga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akivuruga amani na furaha ndani yako, uwe na uhakika huwezi kuishi vizuri na huwezi kwenda vizuri, kwa sababu inategemea namna ambavyo unahitaji kubeba amani. Amani ndio msingi wa kwako. Ndio maana ninasema kama hujaokoka, nenda kwenye kanisa lote ambalo wanatangaza Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Popote ulipo, kwa sababu tunasikika Njombe, tunasikika Chunya, tunasikika sehemu mbalimbali Momba huku, tunasikika mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya, tunasikika sehemu nyingi ambayo kama unaona namna ambavyo hicho nachokisema, nenda ukaokoke. Nenda ukaokoke kwenye kanisa ambalo lina mtaja Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ili kwamba mfumo wako ambao unaoenda nao uweze kutoweka. Cheki wa Filipi 4 ule mstari wa 4.
Cheki Wafilipi 4 ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema hilo ndilo la kwako, ndilo la kwangu. Wewe ambaye hujaokoka, wewe ambaye umeokoka, lakini hili neno ni la kwako ambalo linahitaji ndani yako. Ndivyo Mungu alivyokukusudia kwako, wewe uliye mtumishi wa Mungu, wewe ambaye hujaokoka, lakini neno hili ndilo ambalo lilikuwa linakutafutia kwako. Maana inasema Wafilipi 4 ule mstari wa 4, neno la Mungu linasema furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini tena ninasema furahini, kwa sababu ndio majibu yanayotakiwa ndani yako. Lakini 7 inasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi siku zote mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu moyo unahitaji kufurahia, lakini Mungu anatuagiza kwenye neno lake kwamba furahini, tena furahini katika Bwana. Kwa hiyo inasema mazingira ya mioyo yenu itakuwa vyema na itatenda kitu ambacho, itafanya kitu ambacho kiko ndani ya furaha. Kwa hiyo ukikosa amani, unaweza kaona mwingine ni miungu tu inasumbua. Kwa hiyo kama miungu inasumbua, ni kwamba inawakosesha amani. Unakuta huyu hawaongei, huyu hawaongei, huyu hawaongei na fulani, huyu hawaongei na fulani. Lakini wewe uliokoka, kama kuna mtu ambaye anakuja yeye hataki kuongea na wewe, lakini wewe unamwelekeza wala hataki, wewe unamwelekeza hataki, wanaoweza kukuchukia ni wengi, lakini wewe usijenge kumchukia yeye. Amen. Kwa sababu sio kazi yetu. Amen. Kama wewe umeokoka, kwa sababu nachojaribu kucheki ni namna ambavyo furaha na maisha, furaha na amani ili ijazwe kwako. Ikijazwa kwako, itakupa matokeo ya kile ambacho unaishi maisha mazuri. Amen. Nimesema amen. Hakuna kitu ambacho unaweza kuwa nacho lakini pia ukakosa amani. Ni mbaya sana ukikosa amani ndani ya maisha ambayo unahitaji kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namba yangu ya simu 0753 697 281 0753 697 281. Mwalimu Yeremia Ebeneza Mwaigaga. Mungu wetu mtakatifu, tunakubariki, tunakutukuza, wewe ambaye ni Alfa, wewe ambaye ni Omega. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo umeachilia kwa siku ya leo. Baba, ninakubariki, ninakutukuza. Asante Jehova kwa ajili ya ndoa zilizokosa amani katikati ya wasikilizaji wangu wa Tunduma FM na watazamaji wangu wa Beneza TV. Wengine Baba wamepata mali, wengine walifanya vitu ambavyo vikawakosesha amani mpaka sasa hivi. Na kuhitaji Roho Mtakatifu, kaachilie amani yako. Wape neema ambao Baba hawajaokoka, Baba wanasikiliza neno lako hili. Baba kawape neema ili waweze kukujua. Jina lako mwaminifu lihimidiwe. Wewe ni Edonai, wewe ni Niko ambaye niko. Baba, ijaza furaha ndani ya mioyo yao ili wakujue kwamba wewe ndiwe mwenye furaha na amani. Mwaminifu wewe uliye Bwana, uliye Mwokozi wangu. Pokea heshima, pokea adhama kwenye kiti chako cha enzi. Ni mwaminifu, tunakupenda. Ndio maana tunasema ndio kwako. Hatuna mwingine aliye kama wewe, mfalme mwema. Wawezeshe malango haya, iwezeshe familia hii, iwezeshe ndoa hizi, iwezeshe Baba makampuni haya, iwezeshe Baba kila mmoja ambaye Baba ndani yake amekosa amani. Amen. Na furaha. Na kuhitaji Roho Mtakatifu, pokea heshima na adhama kwenye kiti chako cha enzi. Nikiomba Baba na kuamini yote haya ni kwa utukufu wa jina lako Yesu. Amen. 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 Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa mafundisho haya kwa usiku huu wa leo. Mungu akubariki, na bila shaka unaweza kurudia tena mawasiliano yako namna nzuri na sahihi. Amen. Naweza kupatikana. Mwalimu Yeremia Ebeneza Mwaigaga. Namba yangu ya simu 0753 697 281 0753 697 281 kwa ushauri zaidi. Shalom, shalom.